مالي حلة إلى رجل عفوك إن عفوت وحسن ظني وكم من زلت لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندم علي غضب الأنام وقراءة السنين أجن بزهرة دنيا جنونا وأقفى طول عمري بالتمني ولو أني صدقت زهدا قلبت لأهلها وهو المجني. أحييكم بتحيات الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والبقاء والدوام لله والفناء لغير الله. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر فإن الفارج الله. اليأس يقوى أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فاكتب الله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. والله يحدث بعد العسر ميسرة. والصلاة والسلام على من الذي بعث فينا رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ونحن معهم وفيهم برحمة الله تعالى إلى يوم لقاء الله. Baada ya kumshukuru Allah na kumswalia Nabii Muhammad, ni siku nyingi zimepita hatujaonana kusimama kukumbushana. Maisha yanahitaji ukumbusho, iwe ni kwa muumini au kwa shekhe. Kama hautakuwa unakumbushwa utakuwa unakosea kila siku. Ndio maana mko hapa. Mwenyezi Mungu awajalie kheri mlioacha kazi zenu na kuja kujumuika na sisi hapa. Lakini akiwarejesha majumbani mrejee kwa salama, mwende mkafurahi na tabasamu za waume zenu. Amina. Kuna mtu hapa anaitika amina na wiki hawazungumzi na mume wake. Na amina. Kama kuna kitu leo kinatesa watu, hakuna kitu kinachowatesa watu kama ndoa. Ndoa imekuwa ni tatizo kubwa katika jamii. Wanawake wengi sasa hivi ndio wamekuwa wanaume katika nyumba zao. Hata ni wachane wale pale wananisikia. Wanaume wa Kiislamu tumekuwa na tabia moja mbaya sana. Na mimi ninasema wazi, kama huwezi kutimiza majukumu ya mke wako, wallahi Mungu anakuchoma motoni. Saa 7 mchana kweupe. Kama huwezi kuoa, acha. Kwa sababu kuoa sio lazima, ila tu uwe na uwezo wa kutokuzini na ufanye ibada inavyotakiwa. Kwa kutakuwa sio lazima. Lakini tunaenda kuoa kwa sababu sisi ni binadamu, tuna mapungufu. Sasa ukioa lazima uhakikishe unamthamini mke wako. Ukiwatazama mabinti wengi walioko hapa, wengi wako kwenye ndoa lakini wamezeeka kabla ya umri. Nasema uongo? Wallahi watazama wamezeeka kabla ya umri, hawaeleweki. Binti akitembea hujui amevaa kijora au amevaa dera. Yaani dera linapepea kulia kushoto, kulia kushoto. Kushoto haliendi lenyewe tu kulia. Kulia. Yuko tabani utafikiri katapikwa na mamba. Akikaa kama anajisaidia, akicheka kama anakohoa. Haki ya Mungu inapokuwa. Hamisi na wachana. Wanaume wengi wamekariri kwamba akishaoa kesi imeisha. Kuna wanaume kwa hapa mara ya mwisho kumnunulia mke wake kanga ni Idi ya mwaka jana. Nasema uongo? Wanawake wengi hapa wote wanajisifu. Anakuambia mimi ni superwoman. Maana yake ndio huyu analea mtoto peke yake. Wanawake wengi hapa ndio wanalipa ada za watoto shule. Nasema uongo? Wengi hapa ndio wananunua mboga za kula hata usiku wa leo. Wanaume mpaka hivi kuna mwanaume hajaleta mboga nyumbani. Nasema uongo? Wanaume wa Dar es Salaam kazi yao Yanga, Simba, mtachoma na Mwenyezi Mungu. Hauwezi kupata mke bora kama wewe mwanaume sio bora. Wanaume wengi wanamkuta anakuambia mimi nataka mwanamke mcha Mungu. Wewe ni mcha Mungu?
Nataka mke wangu asali, wewe unasali? Yeye mwenyewe asali, anataka mke wake asali. Mke wangu aniheshimu, simu yake anaenda kupokelea chooni. Wewe mwanaume simu yako unaenda kupokelea wapi? Kama unataka haki na wewe mpe mke wako simu yako ashike. Nani hapa anashika simu ya mume wake? Anyoshe mkono. 1 2 3 4 5. Ila ilahi. Niwaambie nisiwaambie? Niwachane nisichane? Ukiona mume wako hataki ushike simu yake, niseme nisiseme? Mimi nawachana sijali wala nini. Ukiona mume wako hataki ushike simu, ni malaya. Kwani kwenye simu kuna nini? Eti mashauri zangu, kwenye simu kuna nini mpaka mke wako asishike? Unalala kitanda kimoja, uongo kweli? Shuka mnajifunika shuka na mizinga mnapishana, wewe unapiga buu na wewe unapiga buu. Nyie nao sema mmekuwa wabaguzi siku hizi na mtaachika sana, wallahi nawapieni. Kwa sababu ikitokea mwanamume ameponyokwa, siwezi kusema kujamba, ameponyoka ile buu, sio? Usicheki, mwambie pole mume wangu, pole. Inawezekana umemchuna ule. Sasa wakati sisi ukipiga puu, nilikwambia maharage ya jana, nipe. Inna lillahi. Kesho ndio nitazungumza uharamu wa mwanamke kumnyima mume wake tendo la ndoa na uharamu wa mwanaume kumkatalia mke wake pindi anapohitaji tendo la ndoa. Wanawake wengi hapa tusidanganyane, mmekaa hapa, kuna mwanamke ana mwezi hajawahi kufanya tendo la ndoa na mume wake. Mume akimwambia naumwa, niache naumwa, hata wale mashauri wanakuja pale wanajua na jini mahaba. Tafadhali usizingishe sisi. Jamani, nasema uongo. Unaona uko nauliza uongo. Sasa kesho ni siku ambayo hutakiwi kukosa, semeni inshallah. Tena mapema uje, kesho njoo usikie ujumbe mwanamke huwa jekundu. Kwa mwanamke ni kiumbe mwenye thamani sana, wakati mwingine kuliko hata sisi wanaume. Mwenyezi Mungu amekutumia kuwa kiwanda cha kutengeneza binadamu. Ni mwanaume gani anazaa? Ushawahi kumuona? Na unaona ni mwanaume gani anazaa? Nyinyi ndio mnamzaa, mmemzaa mpaka Mtume Muhammad. Mpaka historia imemuita Mama Amina. Unajua imemuitaje? Mama Amina yule, Amina Rabi Amina, Amina Rabi Amina, Amina tena Amina, dua ninawaombea. Kaitwa Amina. Mtume amezaliwa na mwanamke anaitwa nani? Maana yake mnajua? Kwa Kiarabu wanasema al-amru kullu, amani yote iko kwa mama yake Mtume. Lakini lile tumbo lake wakasema ashrafu butunil ummahati, ndiyo tumbo bora kuliko matumbo ya wanawake wote duniani, kwa sababu ya kumzaa Mtume Muhammad. Lakini bado pamoja na sifa zote atachukua Amina, bado ni mwanamke. Ni nani? Ndio wakasema li annaha takawanti fiha ashrafu dawat ala al-itlaqi wa huwa dhatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu ndani ya tumbo la Mama Amina kalala Mtume Muhammad ambaye tumemtaja, kazaliwa na mwanamke. Sababu hiyo mwanamke akawa ni kiumbe aliyenyanyuliwa daraja. Sasa kumwona mwanamke leo anatembea barabarani amevaa suruali, mwanamke wa Kiislamu, ni aibu. Tena siku hizi mnapenda suruali zile za kubana. Unakuta mwanamke suruali imembana, yani ile ndinginya. Alafu yule mwanamke mwenyewe Mwenyezi Mungu kamjalia mashaallah, utafikiri fuso la kumwaga mawe. Na wallahi hata mashehe mnatupaga mtihani, kwa sababu hata sisi tuna nafsi. Jana kapita mwanamke mmoja mtaa mmoja, mimi natembea, yule mwanamke nikatupa jicho mara ya kwanza nikasema a'udhu billahi minash shaitani. Nikarudisha nafsi ikakataa. Wili kiumbe gani? Nikarudi tena. Nikasema tena a'udhu billahi minash shaitani. Nikarudisha nafsi ikagoma. Na sisi watu nafikia sisi ndio tupendi huo. Yanatufika mazito, sema sisi tuna nguvu ya kuvumilia.
Kuna mwanamke anaweza kupita bila kwa akikanyaga kulia kuna tikisika kushoto. Si unaelewa? Anapita wewe labda shaka ulikuwa unasema la ilaha illa Allah. Mara unaweza kuna astaghfirullah. Lakini unaangalia yanatufika mazito na sisi ni binadamu. Ukimwona shaka anakwambia mimi wanawake mbalimbali muongo au mnafiki au mgonjwa. Sema sisi Allah aliposema zuyina linnas hubbu shahawati min nisa. Sisi Mungu akatupa kutudhibiti. Tuna moyo wa kujidhibiti. Yaani unaweza kapita binti akakutikisa alafu ukatulia. Ukasema hivi vinapita na muogopa Mwenyezi Mungu. Kwa nini kuwaje kwa Nabii Yusuf? Qur'an inasemaje? Wa wadatu allati huwa fi baitiha an nafsi wa qad lakatil abwaba wa qalat hayta lak. Neno lile kwa Kiarabu ghalakatil. Maana yule mwanamke hakufunga mlango mmoja, alifunga madirisha, akafunga milango. Alafu akabaki kwenye night dress za wakati huo. Night dress simnazijua? Taa ikipunguzwa mwanga, mtu ukimtazama aliyevaa night dress unaona mpaka mbagala rangi tatu. Sijui mnanielewa? Na aliyekuwa anafanya hivyo ni mwanamke anaitwa Zuleha. Alikuwa ni murami al-uyun. Macho yake ni mapana, lakini alikuwa mwanamke mwembamba mwenye English figure, Mwarabu, ndio anafanya vitimbi kwa Yusuf. Yusuf ambaye hajawahi kukutana na mwanamke toka amezaliwa, kwa mara ya kwanza anaonyeshwa vitimbi na Zuleha wakiwa ndani. Zuleha anatumia sauti, Qur'an nasema akasema haitala asautu alladhi takhruju min udhni yufaru as-sam'. Sauti inayotoa, sauti ambayo inatoka kwa msikilizaji kwa huzuni na inakwenda kumwathiri msikilizaji. Wewe nitakupa mfano. Ukirudi nyumbani ukimkuta mume wako, usivai baibui. Wengine mnatia aibu. Wewe ndani uko wewe na mume wako, hakuna mtu mwingine. Mko ngapi? Usivai baibui. Unamkuta mwingine yuko na baibu yake hivi, huko amebeba maji, mume wangu karibu chakula. Ndio maana mnaachika. Niwaambie mvae nini? Niwaambie nisiwaambie? Ukiwa wewe na mume wako nyinyi wawili, vaa tight ili umtight sawa sawa. Ukivaa tight ndio utasikia. Wewe umevaa zako tight imekubana, unatenga chakula, usitengi chakula. Ukishatenga chakula geuka, alafu tembea kwa madaha, utasikia. Ndio ninachozungumzia hapa. Hii ni mifano natoa, yani asautu alladhi takhruju min udhni yufaru as-sam'. Sauti inayotoka kwa huzuni na inamwathiri msikilizaji. Zuleha anamwambia Yusuf haitalak, njoo. Tuchukue mfano mimi au wewe mwanaume unasikiliza, mwanamke wa Kiarabu alishajiandaa anakwambia njoo. Sio unafanyaje? Utasikia hali ya mentali. Hii hali ya mentali. Ina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.